mama. Lakini tukiulizana, tukienda mfano juzi tumeona huyu kijana ya Ng'eno mwenye alikuwa PA wa Ng'eno. Mtu ana marshal campaign mpaka unanielewa? So ina maana there is something that is not being right, is not being done right in Taita Taveta, that is being done right elsewhere. Yes, he was a manager. Naweza kutajia hata vijana kadhaa. Huyu kuna kijana hapa Mombasa anaitwa Mbele ambaye ni MCA wa hizo eneo za Kisauni hapo. Mbele alikuzwa na kina Joho. Hiyo ni Mombasa. Kuna kijana alikuwa ambaye ni manager wa Women Rep wa kwanza ambaye ni Mishimboko. Huyu jamaa sasa amepiga tamu yake ya pili. Anaitwa Mwamwiri. Kama MCA. Walikoni MCA. Na juzi amekuwa majority leader. So ina maana somewhere else hakuna. Hata leo hii nataka ni wa challenge. Na kama kweli wako na hizo, wako na kifua. Nataka 2027 nione ni vijana wangapi ambao wamezingira waheshimiwa wetu watashinda viti. Watashinda viti. Si ati sasa kuenda tu kuomba kwa attempt, ambao wako na capacity, wako na pesa na pia wako na jina mzuri, ama watumie jina za boss wao wapate viti. Kwa sababu mimi husema heri jina njema kuliko dhahabu. Kwa sababu leo hii babako, mimi huwa natumia, kuna jina natumia nikiwa nyumbani, Vangolo. Hiyo jina si yangu. Mimi in fact najiita Vangolo, mwana wa Vangolo, son of Vangolo. Kwa sababu gani? The legacy, the name that my father alibuild ilikuwa ni jina kubwa. Hata hapa nikiingia Taveta hapa sokoni hapa, nikiwaambia leo hii naomba bwana mnipatie cereals, sina pesa, nataka nikauze nyumbani, watanipatia kwa sababu ya ile imani walikuwa na babangu. Sasa kuna kitu umesema hapo kwamba jina nzuri uliko imani. Yes. Lakini sasa hakuna jina, hakuna dhahabu. Hauna dhahabu. Sasa hebu tueleze hiyo nayo inatokea. Sasa ndugu, mimi nataka nikwambie hivi. Unajua most of our people wenye wana campaign ama hao campaigners wamewekwa in a position na viongozi wetu wasijue ukweli. Leo hii nataka mimi nikuwe mkweli hapa. Na niseme hivi na tumwaibishe shetani. Kwamba mtu ambaye anaitwa Women Rep, mtu ambaye anaitwa governor, mtu ambaye anaitwa senator, na wabunge. Hao watu packages zao ziko almost the same. Hata kama ziko the same lakini ziko almost the same. Manake tukiangalia kama ni insurance cover yenye wabunge au watu wote ni mwataja wanapewa, it is 10 million every year. 10 million. So ina maana leo hii ukienda ukichagua mtu katika street hata unamfanya kuwa mbunge, yeye alikuwa anatibiwa Taveta Hospital. Lakini utamfanya akuwe anatibiwa India. Akuwe anatibiwa Kenyatta. Akuwe na, yani hospitali ile yenye hospital of choice yenye anataka. Number 2. Huyu ni mtu ambaye hakuwa anajua anaweza kujenga Taveta ama anaweza jenga Taita ama Voi ama mahali popote. Lakini anaingia hivi, kitu ya kwanza anapatiwa ni package ya 35 million ya mortgage. Mimi ndugu nataka nikwambie hivi. Watu sometimes tuna criticize watu kama kina Peter Salasia. But mimi nataka Peter Salasia tumpigie makofi. Kwa sababu gani? Na kina Didmus Baraza. Wale ndio watu walichukua ile hela yao wakaenda kuonesha watu kweli leo hii mkinichagua kama mbunge, nyumba ya mbunge hadhi yake ni hii. Wale watu ile 35 million ile 35 yenye Didmus alipewa, na labda kwa bahati mzuri alikuwa na gari, akasema badala ya kununua gari mpya waache niweke nyumba yenye ni motivate watu wajue hata kesho ukitaka kuwa mbunge hii ndio maisha mbunge. Lakini kuna wengine sasa wanaishi kwa mabanda tu yao huko nje. Sasa Taita hao watu wetu wanajifanya vipi? Kwamba hawataki wajulikane. Mbunge akishachaguliwa hivi anapewa ka grant ya 7 million ama 8 million. Atanunua Toyota Corolla chake kidogo, hicho ndo anatembea nacho mtaani ili aonekane kwamba yeye ni maskini. Number 2, atakuja ajenge nyumba yake milioni 2, aonekane kwamba hii nyumba tuko level moja na kina Gaddafi hapa. Hapo ni Taita. That is Taita. Haya. That's why unaona hata wabunge wetu utashangaa labda kwa nini usikasudi ama wabunge tofauti they are doing developments in their areas, ama wanaweza alika marafiki wanachanga sana na wakafanya michango na mpaka wewe mwenyewe ukastuka. Kwa sababu hao bunge they don't fake life. Kwa sababu wao wanajua maisha mbunge ndio haya.
Maisha mbunge ndo haya plus yangu ni number 2. Kwa sababu ya hizo privileges zote, mimi I do expect our leaders wetu watuserve. Na ukiangalia labda ni mbunge kila mwaka analetewa labda 200 million. Mimi nakwambia bro, hao wabunge wetu hata akiamua kwa hiyo 200 million aambie tu hao contractors wake na suppliers, mimi nawapatia kazi mfanye. Nataka tu muniletee 10%. How much is that? That is 20 million. Si ni kweli? Paya. So kwa bahati mbaya sasa akuwe mbunge wako ni contractor. Ndio kila kitu. Na familia yake labda ni ndio watu wanachukua kandarasi. So ina maana huyu mbunge every year huyu mbunge anaenda nyumbani labda na 50 to 60 million. Pesa za nini? Za wananchi.